Bwana, unaangalia Mdhamini Media, ulipo tupo. Leo nimekutana na mkali wangu hapa. Atajitambulisha mwenyewe anaitwa nani, anapatikana wapi? Naitwa Michael Sheta Zedoni, natokea Nugutu Kilakala San Siro. Unaitwa Sheta. Hivi kwa nini umejiita Sheta? Mimi nimejiita Sheta kwa sababu ya utundu tu. Nilidondoka juu ya mnazi. Nilidondoka juu ya mti afu nimepona baridi tu. Kwa ni juu ya mnazi hadi upone, kwa kitu kinachotokea sasa kawaida leo kama ujiite shetani. Yani shetani. Kabisa. Bwana Sheta. Hivi katika maisha yako ushakupitia kitu gani kigumu ambacho utaje ukisahau katika maisha yako? Bwana, kitu nilichokipitia kigumu kinoma, sije ukisahau katika maisha yangu. Nilipata msukosuko mmoja mbaya sana katika maisha na sitosahau. Hapo imeisha mwanangu. Ilikuwa msukosuko gani unaweza kutuambia? Msuko huo nilikatwa mguu. Ulikatwa mguu? Mdhamini Media, ulipo tupo. Yani ilikuwaje hadi ukakatwa mguu? Unajua matatizo tu ya wizi ya kuambiwa tumeiba. Mchongo wa kusingiziwa afu kumbe hujafanya, au sio? Kweli feze. Yani ilikuwaje kwaje yani? Ndio tupe story kidogo kwa ufupi, yani tupe story kidogo kwa ufupi. Mimi nilichukuliwa tu maskani na kupelekwa mashambani huko na kwenda kukatwa mguu. Kweli noma mwanangu. Pole sana Sheta. Katika maisha yako uje kupitia maisha ya jela? Maisha ya jela nishapitia sana na sana na sana na sana. Mbona umekazania ni sana. Sio mara moja wala mara mbili, muda mara 4 mara 5. Kabisa. Yaani mara 4 au mara 5. Unakumbuka kosa lako la kwanza lilokufanya uende jela lilikuwa kosa gani? Kosa langu la kwanza lilikuwa ubakaji. Ubakaji? Kweli noma. Ulitumikia kifungo ndani ya muda gani? Sijafungwa, nilikaa mahabusu. Nilikaa mahabusu. Baadaye ukaachiwa. Kosa lako la pili? Kosa la pili matusi. Unajua uvulagizi, matusi. Ile matusi ulifungwa au? Hiyo nilifungwa hiyo, si unajua mwanangu. Ulifungwa ndani ya muda gani? Hiyo nilifungwa mwaka mmoja. Ulifungwa mwaka mmoja? Na ulimtukana nani? Nilimtukana mama tu. Mama raia kawaida tu. Si unajua kwa heshima. Raia kawaida. Baridi. Kosa lako la tatu? La tatu hivyo hivyo, mama amemkata mtu mguu, mkono, hivi. Bwana. Ulimbangua mtu? Mimi unatuambia kama kawaida, si unajua. Sisi masela mwanangu, matatizo mengi, mama amechukua hiki, mama amefanya hiki, mama mtu akaja kukwambia hivi, mama amemtolea panga, mama kisu, umemchimba nini, si unajua. Hiyo ndio kosa lako la tatu hilo. Hilo lilitumikia kifungo ndani ya muda gani? Hilo nilitumikia miezi 4 tu. Hilo miezi 4. Mdhamini Media, ulipo tupo. Wazo wa kukamata kuya, si unajua. Kuya. Nyatu. Ulikula kuyo? Nilikula kuyo. Misti hiyo ilitumika ndani ya muda gani? Hiyo si unajua hivyo, vifungo vya nje tu hivyo, si unajua. Hiyo vifungo vya nje, umetoka bana mahabusu unaenda unafagia asubuhi unarudi. Unaenda mahakamani unafagia nini saa 4 saa 5 nini, upuza kwa mboi unaendelea na mishezo zako zingine. Katika vifungo vyote hivyo 4 hivyo, vifungo vitatu, unasema vifungo mara 3. Ulifungwa magereza moja hapo au magereza tofauti? Mbigili, Wame, Kilosa, matatu. Matatu. Katika magereza yao ni gereza gani hapo gumu unasema haya bwana ile gereza hili? Ile gereza noma. Yaani kama nimefanya naomba Mungu nisipeleke kule gereza gani? Kibelege noma. Kibelege noma. Mdhamini Media. Kibelege inapatikana wapi hilo gereza? Kibelege lipo Ifakara huko. Ifakara. Kweli noma. Huko wanajihusisha zaidi na nini? Kwa mfano kama wafungwa ni maana kama wafungwa Morogoro mjini hapa ninavyoona. Kazi zao kama wanachota matofali ndio vile, wakakata miti, wanasafisha usafi barabarani. Huko nyani inahusikana nini yani zaidi? Huko baba hujue kulishika jembe. Kama hujue kulishika jembe hujue imekula kwako. Hujue kulishika jembe au si? Kazi zako jembe tu. Kazi zako jembe. Bwana, ni kitu gani ambacho ulikuwa jela ambacho kilikutokea ukasema hiki kitu sije kukisahau? Nilipigwa lungu nyingi sana za mguu. Chanzo nini? Unajua nilikutwa navuta. Ulikutwa navuta. Kabisa. Kwa hivyo anatuambia hapo. Kwa ukikuta unavuta ile jinsi gani? Lazima uchezee lungu nyingi sana, fimbo nyingi sana, miguu ivimbe. Kwa hiyo Sheta.
Kwa sasa tena kazi. Na kesho tena kazi. Asubuhi unaenda kazi hata kama umekula kipigo. Yeah, kwa historia yako ambayo unadisia kama umepitia vitu vingi sana. Je, katika maisha yako unajua kujifikiria bwana kutoka kwenda kuforce nchi nyingine kama mabaharia wengine walivyokuwa wanatoka waenda South Africa, wengine wanatoka waenda wapi, hujajifikiria hiyo kitu? Mimi ninayo mwanangu kichwani mengi sana. Mimi nataka niende South. Nataka mwingie South. Kama Mandela si? Mimi man. Kalembeshi huku unachekelea. Wakati unafanya harakati hizo hapo, wewe yani katika maana unajua katika maisha lazima kila mtu na nani style yake, unajua kama muziki nini. Wewe style yako kubwa ni nini? Mimi style yangu kubwa mimi napenda sana muziki na mademo. Muziki na mademo usi. Mzamini Media. Katika muziki. Haya, katika muziki hapo ni msanii gani ambaye unamkubali kinoma yani? Yaani katika nani kwa siku haipiti bila kumsikiliza. Bobu. Bobu la lazima nimsikize sana Maskombiso. Ni kitu gani kinachofanya mpaka upende kumsikiliza Bobu? Mimi nampenda bwana Bobu kwa kuwa yeye anavyoimba na logo zake. Na logo zake. Haya, unaweza kanipa msanii wote ambao Bobu ambao unakubali yani kwa siku yani lazima ni uimbe yani lazima nisikilize, au neno lake moja, msemo wake mmoja ambao bwana msemo wa Bobu unakubali kinoma? Msemo wa Bobu. Msemo wa Bobu mimi naikubali sana. We baba, mama anakuita. Mimi nimemkubali. Sikia sasa, baridi. Haya, Bobu namkubali. Na kama unavyojua muziki wetu wa Bongo leo na matabaka, kuna namba, kuna 45, kuna 32, kuna Maskombiso, kuna big namba, kuna 14 style. Namba zipo kibao, kuna uchizi. Kama tuzitaje hapa tunaweza kuanzisha, kuna walambeshi. Yeye katika namba hizo hapo katika kundi gani? Mimi bwana namba yangu kwa hapa Morogoro, mimi namba yangu 14 style. Bwana J Kombati, sina J Kombati. Kabisa. 14 style. Kwa Dar es Salaam, Bobu Kijino na Kaje na Jeusi. Sasa mbona namba nyingi Sheta Zedoni? Zote namba, unajua logo zetu. Zote logo zetu. Yaani zote tunazokubali, sio wana sanaa. Lazima tuwakubali. Yaani soka tunawaponda. Tunawakubali kwa kuwa wao ni wana sanaa. Yaani wewe kifupi wote unawakubali au mpingi mtu? Tunawakubali. Mimi sina ninaompinga. Hauna maana yake hauna namba. Yaani mimi sina namba. Au sio? Ila mimi napenda tu vionjo vao tu. Kama Bobu mimi nampenda sana vionjo vake. Nani sina jina wote mimi namkubali. Je Kombati unajua. Kaje Kombati apingi yani Sansilo atapinga nini baba wewe? Yaani kwa heshima. Je Kombati tu bwana anaelewa Sheta Zedoni ni nani? Yeye mwenyewe anaelewa, yani apingi. Kabisa. Bwana Sheta. Bwana na mpenzi Sheta. Bwana mpenzi nilikuwa naye bwana, ila sema tumeachana, nilimkapiga sana, nilimkatia shanga nyingi sana. Hasa mchongo nini bwana Sheta Zedoni? Unajua mwanangu, mimi tu nilikula bange zangu tu nikajikuta nilipomuita nini alipokuja sijali nijibu nini, mimi ndo nikaanza kumbunda. Kumletea ufitini. Si unajua ila mgaigai mimi. Mgaigai yani kiukweli hapo wewe ndo umekosea. Mimi ndo nimekosea. Je, hujajifikiria kwenda kumomba msamaha labda mrudiane? Tunajua ile maisha ya ukasingo na kuafezea. Kweli bwana, ukasingo ujue ni kitu kwanza kibaya sana. Au sio? Maana utakaa mpaka lini? Au chovi. Si unajua? Kwa hiyo mimi mweza kwenda kumomba msamaha hiyo mbwa alipo nje na nishamuomba sana. Yasikilizia tu majibu. Sheta Zedoni. Je, una mtoto? Hapa mimi msela tu, sina mtoto wala sina mwanamke wala nini, yani kwa heshima, si unajua. Kabisa mwanangu, maana yake ile kwa mfano imetokea umekuja kupata mtoto wa kiume au wa kike, si unajua zile. Unajua si vijana ile na tutapata sana kupata mtoto, hata mwenye anatamani kupata mtoto, si unajua. Umetokea moja kupata mtoto. Je, utambeke katika life gani, anaishi maisha gani? Mimi nikipata mtoto wangu mimi nataka kwanza nimweke kwenye maisha kwanza, ni kila muda awe smart boy nini, si unajua. Kwanza namfungulia hata ofisi kwanza atulie mwanangu. Mzamini Media, ulipo tupo. Bwana babake si unajua babake tayari nishakuwa babu. Kabisa nishakuwa babu si. Babu babake. Miaka 33 so. Mzamini Media, ulipo tupo. Bwana unaangalia Mzamini Media, ulipo tupo. Tupate mapumziko kidogo tutarejea.